Tanzania, nchi iliyojulikana kwa utulivu na amani ya muda mrefu, sasa inakumbwa na mawimbi mapya ya maandamano makubwa yanayoongozwa na vijana maarufu kama Gen Z. Wimbi hili limeibuka kama ishara ya kizazi kipya kinachotaka mabadiliko ya kweli. Kati ya vichocheo vikubwa vya maandamano haya ni hisia kwamba serikali imezidi kukandamiza uhuru wa raia, ukosefu wa uwazi katika uchaguzi na ukosefu wa nafasi sawa kwa vijana katika maendeleo ya taifa. Kwa usalama wa taifa letu, jeshi lichukue nchi. Jeshi lichukue nchi. Rais Samia Suluhu Hassan, mwanamke wa kwanza kuongoza Tanzania, alianza kwa matumaini makubwa. Wengi walimuona kama kielelezo cha maridhiano na mwanasiasa mwenye sura ya kibinadamu baada ya uongozi mkali wa hayati John Pombe Magufuli. Hata hivyo, miaka michache baadaye mambo yamebadilika. Wapinzani wamelalamika kukamatwa kiholela, mikutano ya kisiasa imewekewa vikwazo na vyombo vya habari vimekuwa vikilalamika kudhibitiwa. Maandamano yatakayokuwepo ni ya watu kwenda vituoni kupiga kura. Hakuna maandamano mengine yatakuweko hapa. Hakuna tishio la kiusalama litakalo kuwepo. Anayesema ni amiri jeshi mkuu wa nchi hii. Niwaombe ndugu zangu, twendeni mkapige kura. Matusi niachieni mimi, na yabeba kwa niaba yenu. Serikali yake sasa inakabiliwa na hasira ya wananchi, hasa vijana wa Gen Z wanaoamini kuwa demokrasia inaporomoka badala ya kustawi. Maandamano yaliyoshika kasi kwenye mji wa Dar es Salaam, Arusha na Mwanza yamekuwa ishara ya kuchoka kwa wananchi. Serikali imejibu kwa kutangaza marufuku ya mikusanyiko, kufunga baadhi ya mitandao ya kijamii na kuweka doria nzito za polisi. Hali hii imezidi ukinzani kati ya vyombo vya dola na raia. Watu wote wanaojihusisha na vitendo vya kihalifu kuacha vitendo hivyo mara moja, ili kuepusha madhara yasiyokuwa ya lazima kwa ustawi wa jamii na taifa letu. Watanijua mimi nani. Sasa mawaziri wanaojibu ovyo huko ndani ni mimi na wao. Moja ya sura za kipekee za maandamano haya ni jinsi yameathiri tasnia ya muziki na burudani nchini Tanzania. Baadhi ya wasanii waliokuwa wamepata faida kutokana na ukaribu wao wa serikali wamejikuta katika shinikizo kali. Vijana wa Gen Z wameanzisha kampeni kali mitandaoni wakilenga wasanii waliokuwa wakiunga mkono serikali hadharani. Baadhi ya maduka, studio na biashara zinazohusiana na wasanii hao zimeripotiwa kuvamiwa na kususiwa. Kwa hofu ya kushambuliwa, wasanii wengi maarufu wamefuta picha na video walizowahi kuweka kwenye kurasa zao za mitandao ya kijamii zikionyesha ukaribu wao na serikali. Baadhi yao ni akiwemo mwanamuziki anayetambulikana kama Simba Diamond Platnumz, Rayvanny na wengine wengi. Katiba ya Tanzania inatambua nchi kama Jamhuri ya Muungano wa Kidemokrasia ya Sekula. Kwa mujibu wa ibara ya 3, mamlaka yote ya nchi kutokana na wananchi. Katiba pia inalinda haki za msingi kama usawa mbele ya sheria, ibara ya 13, haki ya maisha na pia uhuru wa kujieleza. Hata hivyo, hali halisi imekuwa tofauti. Upinzani, mashirika ya kiraia na wanahabari wamekuwa wakikabiliwa na vikwazo vingi. Hii imezua mjadala mkubwa. Je, Tanzania bado ni taifa la kidemokrasia kwa vitendo au demokrasia yake imebakia kwenye karatasi pekee? Mimi niko gerezani. Kwa unapoambiwa na wakili wa serikali mkuu kwamba mimi natisha mahakama, mimi ambaye niko Ukonga Central Prison. Kenya ni mahali pekee ambako kuna uhuru wa kisiasa. Hapa mtu akisimama na kumkosoa rais
haletewi watu wakuja kumkamata na kumpoteza kama ilivyo kwenye nchi zingine majirani zenu. Kilio cha vijana wa Gen Z ni cha kutaka utekelezaji wa kweli wa katiba, si maneno mazuri pekee. Wanasema ikiwa mamlaka ni ya wananchi, basi sauti ya wananchi lazima isikike. Swali ambalo limebakia ni je, ikiwa maandamano haya yataleta mapinduzi au kupinduliwa kwa serikali, ni nini kinaweza kutokea? Kwanza, historia inaonyesha kuwa mapinduzi yasiyopangwa yanaweza kuleta machafuko. Jeshi likiingilia, wananchi wanaweza kukosa utulivu wa muda mrefu, uwekezaji wa kigeni unaweza kudorora na uchumi kuanguka. Pili, taasisi kama mahakama, bunge na vyombo vya usalama vinaweza kupoteza mwelekeo ikiwa hakuna mwangalio wa katiba na mabadiliko. Lakini upande chanya ni kwamba kama mabadiliko haya yatatokea kwa njia ya amani na misingi ya sheria, yanaweza fungua ukurasa mpya wa demokrasia ya uwajibikaji. Vijana wanaweza kushika nafasi muhimu katika ujenzi wa Tanzania mpya inayosikiliza, sio inayotawala kwa hofu. Hata hivyo, ujumbe mmoja unaounganisha vijana wa Kenya na Tanzania ni huu: kizazi kipya cha Afrika kimeamka. Tanzania ipo katika kipindi cha maamuzi makubwa. Serikali ya Rais Samia Suluhu inaweza kuchagua njia mbili: moja, kuimarisha udhibiti kwa nguvu na kujaribu kunyamazisha upinzani, jambo ambalo linaweza kuharibu urithi wake wa kisiasa; au pili, kusikiliza sauti za vijana au kufungua milango ya majadiliano ya kitaifa kuhusu mustakabali wa demokrasia. Hakuna maandamano mengine yatakuweko hapa. Hakuna tishio la kiusalama litakalo kuwepo. Anayesema ni Amiri Jeshi Mkuu wa nchi hii. Kwa sasa dunia inatazama Tanzania kwa jicho la karibu. Watu wanajiuliza, je, taifa lililojulikana kwa amani litabaki imara au litaingia kwenye mlolongo wa machafuko kama baadhi ya majirani zake? Majibu yako mikononi mwa wananchi, na sauti za vijana Gen Z ndizo zinazotangaza mwanzo wa Tanzania mpya. Kumbuka, hii ni Equalizer KE Media. Jina langu ni Kelvin Monguru.